Bali wawekezaji, kwa siku ya leo, siku ya Jumapili nimekuletea game ambazo zinaenda kupigwa kwa siku ya leo. Lakini kwa ushauri wangu ni kwamba mimi nitakutajia game nyingi kidogo hapa, lakini usichukue game zote, wewe chukua game zako kama 5, tia mpunga, maisha mengine yaendelee. Yes, na ikumbuke kwa siku ya jana kuna game moja tu ambayo imeweza kutuchania kwa mkeka ambao nilikuwa nimeutaja, ambao ilikuwa ni Borussia Mönchengladbach ambayo tulikuwa tumesema ashinde au apate draw, lakini aliweza kupigwa goli dakika za mwisho kabisa, goli 4-3. Asante. Basi kwa siku ya leo nimekuandalia baadhi ya game ambazo zinaenda kupigwa muda sio mrefu, mida ya saa 10, ambapo game ya kwanza kwa siku ya leo itakuwa ni kati ya Bournemouth akimkaribisha Manchester United. Hii game ya Bournemouth dhidi ya Manchester United itapigwa mida saa 11 na dakika 43. Ukijaribu kuangalia head to head ambazo wamekutana kati ya Bournemouth na Manchester United, hawa jamaa wamecheza zaidi ya mara 15. Yes, wamecheza zaidi ya mara 15, na kwenye game 15 ambazo wamecheza ni kwamba Bournemouth amepata ushindi mara 4, wametoka draw mara 2, na pia Manchester United kapata ushindi mara 9. Kwa hiyo ukiangalia hapo unakuja kugundua kwamba Manchester United kapata ushindi mara 9, umetoka draw mara 2, na Bournemouth kapata ushindi mara 4. Na pia ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho ambazo Bournemouth amecheza dhidi ya Manchester City, Bournemouth akapigwa 2-1, Bournemouth amepigwa 2-1 na Ipswich, Bournemouth amedraw 2-2 na West Ham, na pia Bournemouth amepata ushindi mbele ya Fulham, na pia Bournemouth ametoka draw dhidi ya Crystal Palace ya goli 0-0. Na pia ukijaribu kuangalia kwa Manchester United kwenye game zake 5 za mwisho, ametoka 0-0 dhidi ya Manchester City, ametoka 2-2 dhidi ya Lyon, amepigwa 4-1 dhidi ya Newcastle, amepiga 5-4 dhidi ya Lyon, na pia Manchester United huyo amepoteza dhidi ya Wolves kwa goli 1-0. Kwa hiyo kwa siku ya leo ukijaribu kuangalia takwimu nilizokutajia, kuna option ambayo unaweza kaenda nayo. Option ya kwanza hapo unaweza kusema kwamba magoli yafike 2. Yes, kwa siku ya leo unaweza kusema magoli yafike 2. Na option nyingine ambayo unaweza kaenda nayo, unaweza kusema DC 1-2, timu yote kupata ushindi kwa siku ya leo. Yes, na hapo utakuwa umenielewa. Option ya kwanza magoli 2 yafike, na option ya pili DC 1-2. Na pia tukijaribu kuangalia game ya pili itakuwa ni kati ya Liverpool akimkaribisha Tottenham Hotspur. Ikumbuke Liverpool kwa siku ya leo ndio siku ambayo anaenda kutangaza ubingwa kama akipata sare au akishinda kwenye game ya leo. Yes, tukijaribu kuangalia game ambazo wamekutana hao jamaa, wamekutana mara nyingi sana. Na kwenye game zote ambazo wamekutana, Liverpool kapata ushindi mara 19, wametoka draw mara 8, na Tottenham amepata ushindi mara 7. Kwa hapo ukijaribu kuangalia hapo unaona Liverpool huwa anamdominate sana Tottenham. Na pia ukijaribu kuangalia game 5 za mwisho za Liverpool ni kwamba alipoteza 2-1 dhidi ya Newcastle, Liverpool huyo akashinda 1-0 dhidi ya Everton, akapigwa 3-2 dhidi ya Fulham, akapiga 2-1 dhidi ya West Ham, na pia akapata ushindi mbele ya Leicester City. Yes, na hisi hapa hii mnaikumbuka. Game ya mwisho ilikuwa ni kati ya Leicester City ambapo alipata ushindi wa hiyo goli. Na pia ukijaribu kuangalia kwa Tottenham kwenye game zao 5 za mwisho ameshinda 3-1 dhidi ya Southampton, ametoka draw ya 1-1 dhidi ya Frankfurt. Tottenham huyo akapigwa 4-2 dhidi ya Wolves, na pia Tottenham akapata ushindi mbele ya Frankfurt goli 1-0, na Tottenham akawa amepoteza 2-1 dhidi ya Nottingham Forest. Lakini kwa siku ya leo hapa ukijaribu kuangalia hapo kuna option ambayo unaweza kaenda nayo. Option ambayo ipo, unaweza kusema Liverpool ashinde au apate sare, lakini kwa wale ambao wanatamaa unaweza kusema Liverpool kupata ushindi mazima. Ila mimi kwa siku ya leo nakushauri uweke Liverpool kushinda au kutoka draw. Yes, hapo mtakuwa mmenielewa na hisi. Tukija game nyingine ya 3 itakuwa ni kati ya Villarreal anamkaribisha Espanyol. Ukijaribu kuangalia katika game ambazo wamekutana kati ya Villarreal na Espanyol ni kwamba Villarreal amekuwa akipata ushindi mara nyingi mbele ya Espanyol. Lakini kwa siku ya leo siku ya Jumapili kuna option nataka nikwambie hapo. Unaweza kusema Villarreal kupata goli full time, maana yake Villarreal over 0.5. Yes, unaweza kusema Villarreal over 0.5, au unaweza kusema full time magoli yafike 2. Hapo na itakuwa umenielewa. Game nyingine itakayochezwa siku ya leo itakuwa ni kati ya Bochum anamkaribisha Union Berlin. Ukijaribu kuangalia head to head ambazo wamekutana wa jamani kwamba Bochum kapata ushindi kwenye game 10, wametoka draw mara 4, na pia Union Berlin amepata ushindi mara 11. Na pia ukijaribu kuangalia kwenye game zao ambazo wanakutana almost magoli 2 huwa yanafika. Yes, kwa siku ya leo hapa kuna option ambayo nataka tuende nayo ni kwamba unaweza kusema
DC 1-2, timu yote kupata ushindi kwa siku ya leo. Lakini option ya pili unaweza kusema kwamba magoli yafike mawili. Yes, kwa siku ya leo unaweza kusema magoli yafike mawili. Hapo na sitakuwa umenipata. Tukija game nyingine ambayo inapigwa kwa siku ya leo, game nyingine ambayo inaendelea kwa siku ya leo pale Bundesliga itakuwa ni kati ya Werder Bremen anamkaribisha St. Pauli. Hii game ya Werder Bremen na St. Pauli inachezwa mida saa 9:30, saa 12:30. Ukijaribu kuangalia head to head ambazo wamekutana kati ya Werder Bremen na St. Pauli ni kwamba Werder Bremen amepata ushindi mara 6, wametoka draw mara 4, na pia St. Pauli amepata ushindi mara 2. Lakini kwa siku ya leo hapa kuna option ambazo unaweza kaenda nazo. Mimi option ambayo nakushauri uende nayo hapa, unaweza kusema Werder Bremen kushinda au kutoka draw. Yes, au unaweza kusema magoli yafike mawili. Pia kujaribu kuangalia game nyingine kwa siku ya leo itakuwa ni kati ya Napoli anamkaribisha Torino. Hapa kuna option ambazo ukaenda nayo, unaweza kusema Napoli kupata ushindi au kutoka draw kwa siku ya leo. Yes, na hapo utakuwa umenisikilizia. Tukija game nyingine itakuwa ni kati ya Juventus anamkaribisha Monza ya Italia. Hapa kuna option ambazo ukaenda nayo, licha ya Juventus kupoteza game iliyopita goli 1-0, lakini kwa siku ya leo kuna option unaweza kusema Juventus over 0.5, maana yake Juventus atoke na goli 1 na kuendelea. Yes, unaweza kusema Juventus over 0.5. Pia tukiendelea hapo kaangalia mbele kidogo, kuna game kati ya Nottingham Forest anamkaribisha Manchester City. Yes, hii game itakuwa ni saa 12:30 na ni game ya FA kabisa hii hapa, nusu finali. Kwa hiyo kwa siku ya leo Nottingham Forest dhidi ya Manchester City kuna option ambazo unaweza kaenda nayo. Unaweza kusema hapa DC 1-2, timu yote kupata ushindi kwa siku ya leo, kwa sababu ni game ambayo haitabiriki. Manchester City anaweza kashinda au Nottingham Forest akashinda, ingawa asilimia kubwa ni kwa Manchester City kupata ushindi, ila kwa option ambayo ipo nzuri unaweza kusema DC 1-2. Hapo na sitakuwa umenipata, utakuwa umenielewa. Bila kusahau siku ya leo kuna game kati ya Simba na Stellenbosch. Yes, hapa kuna option ambazo ukaenda nayo, unaweza kusema team to qualify is Simba. Maana yake Simba to qualify direct to final au to finali. Yes. Na pia kama hujasubscribe channel yangu, usahau kusubscribe. Lakini kwa game ambazo nimestaja hapo, unaweza kuchukua game baadhi ndio katia mpongo. Usichukue game zote kama siku ya jana. Asanteni sana, tuendelee kuwa pamoja. Yes, asante. Bet smart, usibeti kwa tamaa.